Mimi wanangu ndio familia yangu. Simuona jinsi ninavyoishi hapa mjini. Maisha yangu yana mitikasi mingi sana. Simuelewa. Kwa hiyo marafiki zangu mimi nawachukulia kama ndugu zangu. Marafiki zangu nawachukulia kama familia yangu. Ninapokuwa napitia matatizo Kobelo, sina mtu yoyote wa kunisaidia zaidi ya familia yangu. Oya, hakuna watu ambao mapya kaka Kobelo. Alafu nichokundua mshamba sana wewe mwanangu mzuri. Hiyo kauli nishakwambia. Yaani mpaka unanivalia heleni. Wewe kwangu ni mchumba. Unafagilia marafiki eti uweze kumzuru rafiki. Bora ningekuona Amana ungekuwa unawapenda wapenzi hivi watoto wa saa 6. Hapo ningekuona kidogo na Amana kwa sababu ungekuwa unapewa jungu. Eti unawapenda marafiki. Rafiki mtu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Hapa nimevurugwa. Nataka 10,000 yangu. Tofauti na hapo, naomba tupigane. Nimeshakwambia Kobelo, nimeshakwambia kwamba hiyo pesa mimi sikupi. Hiyo 10,000 siwezi nikakupa. Na nadhani mara ya mwisho wakati tunakutana nilikwambia hilo. Nashangaa sasa hivi tena unaleta hiyo mada. Hakuna pesa yoyote. Unasemaje? Oya, sikiliza. Naomba tupigane. Ukinipiga 10,000 nakusamehe. Nikikupiga na kupiga mpaka na kuvua nguo na unatembea uchi mtaa mzima au. Naomba tupigane. Kumbe unataka tupigane? Naumi. Sawa. Sio unataka tupigane? Njoo tupigane. Ruta, nimekuita mundani. Mimi na wewe chukua wawili tu. Dada hayupo, ametoka. Ni nani amekula chakula changu? Ile Mange. Mimi nikajua kuna jambo, labda kuna mtu kaingia bila taarifa au kuna tatizo umelipata. Ili Mange, kweli kabisa man. Unanitoa kule getini man. Kukuja kuniambia mimi habari za misosi. Mimi umeniambia muda wa msosi tayari. Nimeingia mimi nimekuta hapa msosi. Umejaa masoto. Oya man, leo umepika sana. Oya mimi chakula nimekula man. Ruta, toka mimi nimekuja humu ndani, umekuwa na dharau fulani hivi. Nataka nyama zangu, unachukuliaje? Do you think I might be chewing? Magi, unaongea Kiingereza. Sasa una maana gani hivyo? Alafu nini yule nyama zangu? Mimi nataka nyama zangu, sitaki habari ya kesho, nataka nyama zangu. Mimi kile chakula nimejezea nyama nyingi ili nije kula, umekula, unaenda kwamba yule nyama zangu. Sasa Magi, kama ni masuala ya nyama, ndio kutoa roho kiasi hicho man. Hebu naomba nikuombe jambo moja. Sasa mimi nakuomba kwa hiari yangu, muda wote sasa hivi ukipika chakula, kama kinahusu nyama, mimi nyama usiniletee. Niletee kikavu, mimi nitajua naishi nacho. Unajua mimi bahari ya Wagner man. Ruta, mimi nataka zile nyama zangu. Toka umekuja humu ndani, umekuwa na dharau fulani Ruta. Nataka nyama zangu. I need my meat. Mage. Kama masuala ya miti, mbona miti iko nje kibao? Kama unapenda mambo ya mizizi, si ungeniambia mimi ningekuja na miti kibao huko ndani ningekatakata. Sasa mama masuala ya miti unaanza tena habari za miti. Miti ndio nini? Habari za miti. Miti ya nini? Alafu siongee kwa nguvu, watu wananifikiria mimi vibaya. Unalilia miti ya nini? Do you think I'm not educated woman? Am I educated woman, okay? I need my meat, Ruta. Uniache mimi. Ruta, don't go, I need my meat, Ruta. I need my meat. Meat? I need my meat. Ruta, I'm serious with you.
Mbwe, na tatizo zako hizo. Koma, uone huruma huyu. Unaumia kupigwa. Umea mapenzi. Ushazi, yani hivi jicho la tatu wewe anakupiga mpaka anakupanda. Sasa Kobelo, wewe naomba kupiga na yule. Mimi mwenyewe kujipiga siwezi. Nipige na kifaa kile. Ila mbona muda mwingi zinatoka tu. Kimfano angekuja anarusha kombola. Mimi ningekuwa na ina mapapa. Hata natumia zambavu. Yaani koma. Nakulia. Mama, nina taarifa nzuri sana. Wewe unaanza kufurahi kabla ya taarifa sijaipata. Inaonyesha taarifa ni nzuri sana. Niambie mwanangu. Ni kweli, kwa sababu hata mwenyewe inanifanya nifurahi zaidi. Ni kuhusu mkamwana wako. Ana ujauzito. Wow. Mungu. Ameitikia kilio changu. Hivi Gumbwa ni kweli au? Hata mimi mwenyewe ameniambia, sikuweza kuamini, lakini tumeenda kupima. Kweli nimekuta ni mjamzito. Yaani Gumbwa, hiyo fulani iliyokuwa nayo. Kusikia kauli hiyo tu, moyo wangu umefurahi sana. Maana sasa hivi nimeshaumwa na nyoka. Nikiona unyasi tu naogopa. Sio kovu lako tu mama, hata kovu langu pia. Maana mtaani zikaanza taarifa mbaya kwamba Gumbwa labda ni mgumba. Kwa hiyo Nandaro pia kaniimbia nyimbo. Asema Gumbwa kakupata mimba. Sasa hivi yale alikuwa anaongea mitaani yote kwisha kabisa. Yaani yeye sasa hivi baba kijacho. Lakini sasa baba, ukienda nyumbani naomba nitie Salma aje, nataka kuzungumza naye kidogo, na mazungumzo yetu sisi wanawake. Sawa, mimi nitaenda kumwambia, hakuna shida. Mungu huyu kweli nimeamini analipa hapa hapa duniani. Na furaha yako naye, moyo wangu umejaa mwanga. Madam, you know what? For these days and for these days that I used to live here in your house, Ruta confused me, madam. Hebu ngoja kwanza. Unaongelea tu habari za Ruta. Sikuelewi Ruta amefanya nini? Madam, hujui kuongea hata Kiingereza. Okay. Madam, Ruta yani amekuwa ni msumbufu sana. Ananisumbua, sina amani. Kuna vitu Ruta ambavyo anavifanya ananiumiza. Yaani ananikwaza kwenye akili yangu, yani mpaka ni vingine hata siwezi kuviongea. Kiufupi Ruta ni ananikera, ananiboa madam, yani siwezi nikaishi. Kama Ruta akiendelea kuwa ndani, mimi siwezi nikaishi. Au kama asipobadilika, asipobadilisha zile tabia zake, mimi siwezi nikaendelea kuishi ndani madam. Hivyo Ruta ana matezo gani jamani? Kila siku namuelekeza yeye kijana, mbona anakuaga mgumu kuelewa? Okay, mimi nitaongea naye. Na pole sana kwa changamoto zake. Hebu mchukulie tu jinsi alivyo. Yaani Ruta sijui hata mpaka nifanye nini jamani. Madam, thank you a lot. Hebu ngoja. Na wewe naye. Haya, kwani wewe kuongea lugha ya taifa uwezi mwenzetu? Hapo napo niona mimi mwenyewe nimesoma mpaka. Ushawahi kunisikia mimi naongea Kiingereza? Hizo brabra za Kiingereza ushawahi kunisikia? Lugha ya taifa hujui? Hani humu ndani ni marufuku kuongea Kiingereza cha aina yoyote. Ongea lugha ya taifa. Sawa? Hicho Kiingereza chako hicho tutaanziana hayo. Asante.
Kobelo, njoo basi. Mbona kimbia? Sasa mwenye uko tayari? Kuna mdudu pale, nyoka. Sasa mimi na nyoka na vitu viwili tofauti, kwa sababu kuna siku nilikuwepo nani nyoka, yaani kiujumla mimi na nyoka hatupatani. Sasa kwa hiyo ndio najaribu kumkimbia. Waje nyoka kakutemea mate sumu sana. Na utu uzima wako wote wa kuogopa nyoka? Ukiangalia sasa hivi bado mapema. Anyway, hayo mimi hayanihusu. Afadhali nipokutana nawe. Vipi? Unaongea naye Said? Maana hata kwenye simu yangu sijui kaniblock, usimpati kabisa. Bwana Saida, kiukweli nakumbuka si wiki iliyopita ile kuna namba ngeni alinipigia nayo na kanambia yuko Andeni. Umeona? Yaani mimi wazo langu kaka, kama kweli una uhitaji naye, unaonaje tukamtumia hela nauli ili mradi tumrudishe tena da. Hiyo nauli bei gani? Na kutoka hapa mpaka Andeni shilingi ngapi? Andeni ndio unatoka, kama anatoka Andeni anapita Mbeya anakusaji Chunya anarudi mpaka Makambaku, anarudi Mtwara. Umeona? Atatoka Mtwara anaenda Msumbiji mpaka Kikeda. Yaani nauli yake kama si 500,000. Mafuta hapo panda bei 400,000 ama 350. Mimi wazo langu kama kweli una uhitaji naye, umeona, tumtumie nauli atoke uko Andeni aje Dar. Umeona? Hapa labda kidogo 3,500. Mimi cha kukusaidia kwa sababu una uhitaji naye, mimi nakusaidia 100,000. Wewe toa 2,500. Mbezi na kupokea mimi nakupa hiyo wewe. Ila na kiasi kidogo, ila ngoja nifanye namna nitafute niongezee ili tuweze kumtumia. Ufanye haraka, itafute ujikabidhi mwenyewe kwa sababu ni 100,000 iko mfukoni. Na mimi majukumu yakiniingilia naitumia. Saida, ifanye haraka, nitafutie mapema ndugu yangu. Sawa? Basi sawa. Haya, sawa. Haya. Pita. Basi mimi nikitu. Pita. Nifanye Andeni vizuri. Andeni na usiye kushiriki. Mpaka kuna muda ukiwa na hasira utafika da. Lete 2,500 hiyo. Nikupige kidako mkingiza. Uwe. Unajua ndo kama vile nilivyokuambia. Unajua yule mtoto anakuelewa sana. Kwa hiyo mimi naomba hata kidogo basi msikilize. Naomba umsikilize. Unajua mimi yule ananidai. Sasa endapo kama ukifanya hivi utakuwa umenisaidia na mimi. Mimi nakuelewa sana man. Alafu wewe mwanaume mwenzangu man. Sasa mimi nikwambie tu kweli. Ndio mimi ni mtu wa dini. Ndio si walinzi. Tunakutana na mambo mengi sana. Wanawake sio mambo yetu kabisa. Na mimi hivyo vitu vipo kushoto sana man. Na siwezi kukwambia uongo. Naweza nikajiita bikra wa kiume. Yule mwanamke ashakuja hapa na nikamweleza ya kwamba ni kama ibilisi tu atukutanishe, lakini mimi sio mpango wangu kwa naye. Na hapa naheshimu sana kazi yangu. Ndio naniweka mjini. Silingi pesa za madem mimi. Wasije wakaniumiza. Sikia kaka, nikwambie. Mimi najua kwamba wewe ni mwanaume zangu. Na hebu jaribu kukaa ufikirie juu ya hili swala. Wewe hata kama labda umuelewe, lakini just do for me brother. Fanya kwa ajili yangu. Si umeelewa kaka? Sikiliza, mimi nimekuelewa. Ila labda unilipe. Kaka, yule mwanamke ndio pesa zenyewe. Yaani yule mwanamke anapaswa usijali. Mimi nitakwenda kumwambia kwamba umekubali. Sawa? Ona niambia habari za hela za ule demo. Alafu mimi nataka unilipe.